basi Haleluya. Tuombe. Bwana Yesu Mwokozi wa milele, ninakuja mbele zako wakati na saa hii, naomba ukayabariki maneno yako na ukawabariki watoto wako. Wana umati mkubwa unaofuatana nasi jioni hii, naomba ukawabariki toka mabara yote duniani, katika jina la Yesu Mwokozi milele, amen. Naomba sasa keti mbele za Bwana. Niwekeni vizuri kabisa, hicho kibesi mniondolee. Kabla sijaendelea, inawezekana kuna wageni. Kama wewe ni mgeni, mara yako ya kwanza kuja hapa Pentecostal Commitment Church, naomba usimame tukutambue ili tukukaribishe. Mgeni yeyote. Mgeni mwingine. Asante sana mama, Mungu akubariki. Karibu sana. Hebu tumkaribishe kwa makofi makubwa matatu. Asante sana. Ujumbe wetu mkuu ni huduma ya upatanisho katika Agano Jipya. Lakini leo nitaomba uandike tu wiki la mateso. Wiki la mateso. The Passion Week. Nataka tuziangalie kwa haraka hizi siku 10 za wiki la mateso, ili tuone toka Ijumaa hadi Jumapili ya wiki ya pili, siku 10, kilifanyika nini. Na kesho tutaangalia kusulubiwa kwa Yesu, ambapo tutaangalia mambo kama 6. Historia ya msalaba, aina za misalaba, hatua za kwenda kusulubiwa ulimwengu wa kale, na hatua alizopitia Yesu kwenda kusulubiwa, yaliyotokea msalabani, na theolojia ya msalaba. Kwa nitapenda saa 10:30 nianze kufundisha. Naomba nitangaze, kesho tutafanya tofauti kidogo. Watu wote mnaotusikiliza na kututazama sehemu mbalimbali za jiji la Dar es Salaam, ibada yetu ya Ijumaa Kuu kesho itaanza saa 9. Kwa kuwa tumekuwa na mfululizo mkali wa siku 100, kila siku tunakuja hapa. Lakini pia kwa sababu nataka tuwe na operation kubwa, siku ya ushindi, siku ambayo Yesu ndio alisimama juu ya mti, ni siku nzito sana. Kitheolojia, kesho ndiyo Pasaka. Wangapi wanaelewa hivyo? Wengi wanafikiri Pasaka ni Jumapili. Kesho ndiyo Pasaka. Pasaka tumejifunza maana yake kupita juu. Siku aliyochinjwa mwana kondoo, ambayo ni kesho Ijumaa.
Ndiyo siku anachinjwa mwana kondoo, ndiyo siku malaika anapita juu. Kwa hiyo kitheolojia, kesho ndiyo Pasaka. Ndiyo maana Jumapili inaitwa Jumapili ya nini? Ya Pasaka. Sio Jumapili Pasaka. Jumapili ya Pasaka. Ijumaa Pasaka, Jumapili yake, siku ya ufufuo. Wale Israeli hawakuwa na Jumapili kwa sababu yule kondoo wao walimula wakammeza, hakufufuka. Kwa hiyo wao walibaki na hiyo moja, lakini sisi imeongezeka siku ya ufufuo kwenye Pasaka yetu, na tunaziunganisha pamoja, kufa na kufufuka kwa Yesu. Lakini hasa siku ya Pasaka ni kesho, ndio siku ya tukio. Kazi ya ukombozi ilifanyika Ijumaa. Sasa na kazi ya tena, elewe ni msiba uliojaa giza nene. Jumamosi, Jumamosi ni wageni. Wewe bwana, wewe mjue Yesu. Anaambia kachukueni punda yule, maana wanyama wote ni wa kwake. Alafu wakiwauliza wenye punda, ninyi waambieni Bwana ana haja naye. Wakaanza kumfungua watu. Nyie, mbona mnamfungua mwanapunda? Bwana ana haja naye. Hakuna kwenda kwa mjumbe wala wapi, kimya. Yesu alikuwa akitamka kama Mungu, hamna maswali. Si una wasiwasi gani ukiwa na huyu Bwana? Ukiwa na huyu Yesu na kila kitu wewe. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaa nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia materemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uweza walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu uko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakawaambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Mimi nafuata raha sana hapa. Yaani kumbe hata mawe tunaweza ngayajaza akapiga kelele. Usifiwe Yesu. Safi. Sasa hapa 41, alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, light ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote. Watakuangusha chini wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiriwa kwako. Zekaria 9:9.
Tukio hili lina mambo manne, lina mafunzo manne. Moja, Yesu anatimiza unabii wa yeye kuwa ni mfalme. Anaitangazia dunia. Zekaria 9:9. Unafungua nikisema Zekaria 9:9. Anaitangazia dunia. Ilibidi lazima tangazo lipite na Yesu aingie Yerusalemu kama mfalme. Biblia inasema furahi sana e binti Sayuni. Zekaria. Kitabu cha pili tu kutoka mwisho wa Agano la Kale, watoto. Furahi sana e binti Sayuni. Fungua Biblia. Furahi sana e binti Sayuni. Piga kelele e binti Yerusalemu. Tazama mfalme wako anakuja kwako. Ni mwenye haki naye ana wokovu. Ni mnyenyekevu, amepanda punda, na mwana wa punda, mtoto wa punda. Ni mwenye haki naye ana wokovu. Ana nini? Ana wokovu. Ukienda kwa Yohana, waliimbaje? Hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Waliimbaje? Hosana, mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hapa anasemaje hapa? Naye ana wokovu. Naye ana nini? Ana wokovu. Neno hosana maana yake nini? Hosana, 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 ndiye Mungu wetu. Kosa. Wimbo haujazingatia muktadha. Sawa na ule, mahali tumefika, tumeona mkono wako, na sasa tunasema wewe ni Ebeneza. Mungu si Ebeneza. Neno Ebeneza maana yake hata sasa Mungu umetusaidia. Sasa unamwita yeye ni hata sasa Mungu ametusaidia. Unaongea madudu gani? Na neno hosana maana yake Bwana utuokoe. Neno hosana maana yake Lord save us. Ana wokovu. Wanasema hosana maana yake anakuja mwokozi, wanapiga kelele Lord save us. Asa kwa kutokuzingatia muktadha wanamwita hosana, ndiye Mungu wetu. Bwana tuokoe ndio Mungu wetu. Hermeneutics ina shida. Unaona sasa kuna jimbo nyingi waimbaji kwa kutokuchua teolojia wamezikosea. Zina sauti nzuri lakini kimuktadha zimekosewa. Kwa tutapangurua tu. Neno hosana means Lord save us. Wanaimba. Zekaria anasema ana haki na ana wokovu. Wakamwona ana wokovu, wanasema hosana, mbarikiwa. Amen. Bwana tuokoe. La pili hapa, watu wakamkaribisha kwa kuimba hosana. Zaburi 118. Hapa ndio ameimba tafsiri. Fungua Zaburi 118 mstari wa 25 na 26. Wakamkaribisha kwa kuimba hosana.
mstari wa 28. Kiebrania hapo ungekuwa mstari wa 25, hapo ndipo ungelikuta neno hosana Kiebrania. Hebu soma mstari wa 25 unasemaje? Hosana maana yake Bwana, maana yake Bwana utuokoe. Ndio hosana iko hapa, ni Kiebrania. Bwana utufanikishe, twakusihi. Bwana utuokoe, na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tumewabarikia toka nyumbani mwa Bwana, na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Nani? Bwana huyo anayekuja kwa jina la Bwana wanamwita Bwana utuokoe. Hosana, hosana maana yake Bwana. Sema kwa sauti, Bwana. 1 2 3. Hosana maana yake Bwana utuokoe. Wengi walikuwa nadhani hosana, Mungu anaitwa hosana, wanadhani ni moja ya majina ya Mungu. Sio moja ya majina ya Mungu, ni kazi yake. La 3, wakamkiri kuwa ni Masihi, mpakwa mafuta na mfalme. Na ya 4, watu walikata matawi ya mitende na kutandika nguo zao Yesu apite. Swali, Yesu alizikanyaga zile nguo? Yesu alikanyaga zile nguo? Nani alikanyaga? Watu walimtandikia punda? Walimtandikia nani? Yesu alikanyaga? Nani alikanyaga? Watu mbona hawakupata shida ni punda lile? Yesu angeondoka mgongoni kwa punda, akabaki punda mwenyewe. Nani angeacha kanga yake ikanyagwe na punda? Wote wangeokota kanga punda huyo. Lakini alipopandwa na Yesu, watu wanajali kanga zao. Kwa nini? Lakini hakukanyaga. Sasa liko somo kubwa sana hapa, nalo ni hili kwamba ukimbeba Yesu sawasawa, utaketishwa na wakuu na utakula mema ya nchi. Wewe mbebe Yesu sawasawa. Ukimbeba Yesu sawasawa, kule kwenye ndege huwa kuna grade ngapi? Kuna na first class na nini na economy. Sasa mimi nashangaa sana, nimejikatia zangu economy ninashangaa nikiingia huko nahamishwa, napelekwa japo mnatenganisha na kapazia tu, ndio walivyoniudhi. Ila pale kuna kila kitu pale, kiti chake cha tofauti, na unakavyoletewa mapochopocho pale ni grade 1. Mimi nimejikatia changu bado cha economy na nina raha. Unashangaa, mzee usikae hapa, twende huku. Nakumbuka kumbe mie ni punda, nimembeba mwanaume. Nakumbuka vizuri, niendelee kuwa punda wa Yesu. Nikisimulia
nikafika nchi fulani, sitakwambia mimi sijui complications. Nililelewa kule kuteswa kabisa na kula viporo kila siku. Kuliniandaa mimi, yani haya mambo mengine mimi wananifanyiaga, alafu naanza kuzubaa tena. Sasa hivi wanamfanyia nani? Ndio huyu kiumbe. Mimi nashangaa, nashuka kwenye ndege, nashangaa kuna watu wameshona na uniform wako pale. Mimi nikafikiri nyuma yangu labda kuna rais. Nashangaa ninapotoka mimi, kumbe nasubiriwa mimi. Ala, vipi kwa sababu mzee ndio wewe, halafu mapicha ntwa, halafu nakwambia tayari. Nikasema ni nini hii jamani, ninaota au? Nikakumbuka ni punda, nimebeba mwanaume huku juu. Chap chap, nakwambia. Nashangaa passport ziko wapi, nilishanyang'anywa. Nakwambia mimi naelekea kule kwenye foreign ya wenzao. Nakwambia nishachobolewa, najikuta naingizwa tena mahali, nakuta na mavyakula. Naambiwa hapa ndio wanasubiriaga wakubwa, na hapa tule tena. Na kule kwenye klasi moja nimekula, na hapa nile. Wataniharibia injili yangu. Nakwambia chapu, na shangaa. Nakwambia hata sijui mabegi yangu yalichukuliwa wapi. Nakwambia mzee, na kwenda kuyaonea kule hotelini. Nikasema hivi, kuna binadamu wanaishi kwa design hii? Wewe beba Yesu, acha kujisumbua wewe. Beba Yesu sawa sawa. Beba Yesu sawa sawa. Beba Yesu sawa sawa. Beba Yesu sawa sawa. Kuna gharama kumbeba, lakini ukimbeba akatulia, usimtikise usimsumbue, mara mkia juu, mara upige mateke. Punda aliyembeba Yesu ana nidhamu. Amen. Ndugu zangu, nimeona mambo mengi mimi kwa kumbeba huyu Yesu katika mataifa mbalimbali. Nimeona mambo ya ajabu. Mbebe Yesu. Lakini kamwe sijajidanganya kusahau nilikotoka. Kila wakati yote yafanyike, lakini nilitoka kuchunga mbuzi na kula kiporo. Hiyo inanidhamisha, sitaki kusahau. Alafu nakumbuka nilikotoka. Hapa ni Yesu peke yake anastahili, yeye. Pigia makofi Yesu wa mbinguni. Maana sasa usipoangalia, unafika mahali unaweza kuyadai mambo hayo kama haki yako. Kwamba nakuja huko, ndege ipo, mmekata nani gani, hoteli ikoje? Sasa ukifanya hivyo, Yesu anabaki pale kwenye mgongo wa punda korofi namna hiyo. Yesu anateremka. Akiteremka utaona mijeredi, watakutandika mijeredi sasa hivi. Wewe ni punda tu. Akitoka Yesu nabaki mnyama mbaya. Hata ni mdomo la punda, nani analipenda? Wewe fanya matata, umweke Yesu pembeni, unabaki punda. Nani anapenda punda hapa kumwangalia? Hata nyama ya punda wachache wanakula. Wangapi shakula nyama ya punda? Hakuna hata mmoja. Wamepatikana watatu. Ni mtamu? Watatusimulia. Beba Yesu. Beba Yesu, watoto wangu, beba Yesu. Simtui chini Yesu. Na beba Yesu, beba Yesu, beba Yesu.
nimeketishwa na wakuu wa dunia hii. Nchi fulani na hubiri, nikashangaa. Nimepelekwa stadium, uwanja wa Taifa, nikashangaa pale mlangoni wako askari jeshi kuhakikisha mgeni yuko salama. Alafu nashangaa, naingia, inapigwa saruti nti. Nasema kuna nyuma yangu mtu anapigiwa au mimi? Nakumbuka na sasa na mikutano yangu, operation ya mapepo mpaka saa 3 usiku, hatoki pale. Nikafikia kishaotoka, kumbe hawatokaki. Bwana mkuu akiingia hawatokaki mpaka utoke eti. Nikashangaa saa 3 ndio namaliza mapepo na jasho langu, lakini nafika pale nti. Nikasema Yesu kaa sawasawa huko kwenye mgongo. Ambia Yesu kaa sawasawa huko kwenye mgongo. Haleluya! Yesu kaa sawasawa, Bwana kaa sawasawa huko mgongoni. Hata kama kilo ni nyingi sitatabika nazo, maana yanayotendeka kwa ajili ya wewe kuweko hapo ni makubwa kuliko kilo ninazoziona. Yale mambo utakayopata ni makubwa kuliko hivyo vimajaribu unavyopitia. Kuliko hayo unaona taabu sio taabu, ukimbeba Yesu sawasawa yatakupata mazuri makubwa. Mwenzenu na inoma kwa Yesu nina raha. Amen. Kwani bila Yesu hata mama yenu angezunguka nchi wapi? Kwani tungezunguka bila Yesu? Mke wangu tungefanyaje? Watu wenyewe tulizarauliwa toka mwanzo. Mambo mengine atusemage, kingamtia moyo mke wangu, jipe moyo, umeolewa na tajiri. Na watu wakaja kuthibitisha, tulipoibiwa na yule mwizi aliyeruhusiwa na Bwana, vikaibiwa vyote. Akabaki na uniform, kagauni kamoja kakwendea kazini, wakati ndio hali ni mbaya, tunavaa na katambuga. Ndio kule shuleni wakampa hongera walimu wenzake, hongera mwenzetu umeolewa na tajiri. Alikuja anacheka. Nikamwambia mama, utajiri wetu uko katika huyu tuliyemchukua Yesu. Atakaposhuka, na kwambia ni sawa na saa ile ya nyoka wa Musa na wa Farao. Anaposhuka mwanaume huwa anapanua kinywa, anameza watesi wako wote, anameza vikwazo vyote, anakamata vyote na meza, alafu anasimama mwenyewe. Alipokwenda Brazil, nikamwambia watoto, hebu Google mtafute ile hoteli ya juu kuliko zote, nikamlaza huyo binti wa watu, the highest hotel. Wewe akakaa na marais wa nchi, akakaa na mijito mikubwa, wanakaona nako kanashuka nte. Mimi akinipigia simu namwambia, hongera binti wa watu, ila usitikisike ukamtupa aliye mgongoni. Tunatiana ni Yesu tu, ni Yesu tu, ni Yesu tu. Huwa tunasema sana hivyo tukiwa ni Yesu tu, wenzangu, ni Yesu tu, ni Yesu tu. Kila siku, yani kila siku tunaongea hiyo. Sisi ni Yesu tu. Hatutaki kumuudhi huyu Bwana wetu Yesu. Yani akae tu, yani akae tu. Sisi huku mambo yanaenda vizuri.
Wako wengine waliombeba shetani, si wapo amembeba barabara. Hayo mambo niliacha mwaka 67 ya kubeba shetani. 68 nikaokoka. Kikusimulia ya kule yataondoa upako. Beba Yesu, beba Yesu. Leo naongea taratibu. Beba Yesu. Mwanamke, beba Yesu. Acha maswali. Au unajua sasa sijui hili limeendaje, sijui itakuwaje. Itakuwa vipi? Beba Yesu basi. Hata mambo fulani yalipotokea mwaka juzi, tuko na mke wangu tumekaa hawa wawili, hatuna mshirika hata huyu. Hatuna hata kiti kimoja cha plastiki cha kukalia. Hatujui hata kanisa inakaa wapi. Hatuelewi chochote. Asante sana mzee Mbogo. Katubeba, kasema baba twendeni, niwapeleke nyumbani. Sema twende. Aingia pale ndio. Tukakaa kule. Tukasema tunamshukuru Mungu. Ametuvusha. Maana tumevuka salama. Hatujamkosea Bwana. Hatujatenda dhambi. Hatudaiwi chochote. Tukasema Yesu, kaa sawa sawa Yesu sasa. Mambo yaanze kutokea, kaa sawa sawa Yesu. Akakaa sawa sawa Yesu. Wewe unaelewa hili jengo ndani ya miezi 5 likawa limemalizika. Yesu kakaa sawa sawa. Mtu mmoja alikuja akafikiri tumepanga hapa. Nikamwambia hapana, pamejengwa kwa supersonic speed. Na huyu aliyeko mgongoni, hatakuwa na kiti hata kimoja. Hivi vyote hapa, chochote tunachokiona humu ndani, tulipompa mruhusu akae. Haleluya. Dunia yote ikaelekea hapa. Ndugu zetu wa Marekani, ndugu zetu wa Australia, ndugu zetu wa Denmark, Norway, ndugu zetu toka sehemu mbalimbali duniani, mpaka Urusi, mpaka China tulipokea pesa. Na kwambia Uturuki, yani hakuna mahali hatujapokea pesa. Mpaka Omani, mpaka wapi, Arabuni. Nashangaa. Kasema Yesu, kaa sawa sawa. Yani tuza Yesu aliyebeba wewe. Wewe ni wengine anasema mimi naomba ninunue nini? Madhabahu. Huyu mtu yuko Marekani kanunua malo mwingine. Drums ziko hapa. Drums. Naota au ni mimi? Ni mimi. Lakini sio mimi, nilipunda hili. Utaheshimiwa. 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 Ukimbeba Yesu sawa sawa, utaheshimiwa. Sasa wengine wanamsukuma beba. Sasa unapombeba Yesu unakuwa na nidhamu. Halafu sio wewe unaamua umpeleke wapi. Yeye ndio unatakiwa umsikilize, unatakiwa umpeleke wapi. Sasa wengine yeye anataka apite hapa, wao wanachagua njia ya kupita. Na yeye anaendaga popote. Akinyosha hata baharini, yeye anaenda tu. Sasa wewe usianze kupiga kelele, maji, hakuna cha maji kama umembeba wewe. Sasa nyingine yeye hana wasiwasi, anaweza akapita hata kwenye tanuru la moto. Umeelewa? Jamani na moto. Kimya wewe tulia tu. Atajua mwenyewe, mkifika kwenye moto utashangaa mteketei, lakini mnaenda. Unapigiaga kelele mlangoni. Wacha kelele. Wacha maneno.
na mbwenje. Haya mambo mengine ya kiroho ya Yesu, unajua ya Mungu mengine, hata ukimwambia ndugu yako yanaingilia huku, hakuelewi. Mwenzako ninapitishwa. Unapitishwa wapi? Kwenye mtihani? Kwanza haelewi. Unajua jaribu, anayelijua uchungu wa jaribu, uzito wa jaribu ni yule linalempata. Lingine utasema jaribu, mwingine anakuambia na wewe una deka. Kumbe namna lilivyokuja hilo linaloonekana dogo limekuja kwa namna tofauti. Ile namna lilivyokuja kwako yeye halijamkuta, hawezi kuelewa. Kwa mambo mengine ya Mungu usiwe mpwete. Ukiona vipi, kimbilia kwa baba mchungaji. Lakini hao rafiki zako mpwete watakudondoshea Yesu wako. Watakudondoshea Yesu wako, unabaki mwenyewe. Unajua unaongea na mtu nusu saa tu, unakuta Yesu kishaondoka. Unakuja kunyanyuka pale, uko mwenyewe, hata njia ya kurudia hata unataka kuomba maombi unashindwa, unaanzia wapi kuomba? Nimalize na Jumatatu. Luka 19:45 hadi 48, Mathayo 21:10 hadi 17 na Marko 11:15 hadi 18. Nimalize na Luka hiyo alafu tumalize hapa. Jumatatu Luka 19:45 hadi 48, Mathayo 21:10 hadi 17 na Marko 11:15 hadi 18. Jumatatu. Naomba hiyo tuisome wote. Wiki la mateso. Tuishie Jumatatu, kesho nitamalizia hizo wiki zingine. Naomba tusome wote 1 2 3 twende. Wote twende. Huku wengine hawasomi huku na kule nyuma watu hawasomi, wamenyamaza. 1 2 3 twende kwa sauti. 1 2 3 twende, tuanze upya. Akaingia. Yohana anaandika, alichukua kikotoo cha kamba akatandika kusafisha hekalu. Hekalu lilijengwa, lilikuwa na patakatifu pa kawaida, patakatifu pa patakatifu, halafu na ukumbi wa mataifa, Gentile court. Sasa mahali walipoweka hizi biashara ni ukumbi wa mataifa. Kwa hiyo mataifa walikosa mahali pa kuabudia. Na hizi biashara zilikuwa biashara gani? Ng'ombe, mbuzi, kondoo, njiwa na kubadili fedha. Watu wengi hawajui ilikuwaje hapa
pawe na soko. Ili kufanya ibada walihitaji mbuzi za sadaka, kondoo za sadaka, njiwa za sadaka na pesa shekeli za kutoa sadaka. Sasa kipindi hiki asilimia kubwa sana ya Wayahudi wamesambaa. Wayahudi toka zile falme ya Waashuri, ikaja ya Babeli, ikaja wa Medi na Wajemi, ikaja wa Yunani, walishasambaa duniani. Na kila mwaka kwenye sikukuu wanakuja. Sasa walikuwa wanashindwa. Mtu yuko Rumi abebe kondoo kutoka Rumi miezi 3 njiani. Mwingine yuko Afrika abebe njiwa kutoka huko asafiri naye. Kwa hiyo na ulikuwa ni siku kubwa na ni watu wengi, maelfu wanakwenda kuabudu. Kwa hiyo hao mbuzi, ng'ombe wa nini wa sadaka ndio majamaa yakaona fursa, na wabadili pesa walikuwa natoka huko na pesa za nchi zile. Kwa hiyo wakifika pale, kinachotakiwa hekaluni ni shekeri, wanabadili fedha. Umeelewa kilichozaa shughuli hiyo? Sasa Yesu akakuta watu na wengine sasa hawakuwa wanafanya hiyo shughuli kwa maana ya kusaidia hao. Waliona ni eneo la biashara. Sasa ili ikawa ni biashara kubwa. Yesu alipofika akaingia ndani, akapindua meza, anatupa pesa, zinamwagika, piga vikondoo na vimbuzi kwa mamlaka ya kiungu, vyote vikanyoka, vyote ni mbio, hakuna kilichopiga chenga. Mpaka kwa dakika chache hekalu likawa safi, hakuna mbuzi, hakuna nini. Na watu fanya mambo mengine, lakini kuwafukuza waache pesa ni shughuli, waliziacha. Akapindua meza kwa supersonic speed, meza zinaruka juu kisipoangalia na kupiga usoni. Anasema wivu wa nyumba ya baba yangu unanira. Hili ni fundisho kubwa sana kuhusu nyumba ya ibada. Nyumba ya ibada haitakiwi kuingiza vitu visivyofaa. Na sasa hekalu lake kubwa ambalo ndio Bwana anakaa ndani yake ni wewe, mwili wako. Wewe ni kanisa la Bwana, wewe ni hekalu la Bwana. Unapokuja kumwabudu Bwana, hakikisha uko safi. Hakikisha hakuna wageni uliowakaribisha katika maisha yako. Hakikisha vitu visivyotakiwa katika kumwabudu Bwana haviko moyoni mwako, haviko nyumbani mwako, haviko kwenye maisha yako. Lakini pia tukija kwenye nyumba ya Bwana, nyumba ya Bwana sio ukumbi wa maonyesho. Hatuji nyumba ya Bwana kushindana uzuri. Mzungu mmoja alikuwa anahubiri, nikampenda sana. Akasema it's not a showroom. Alikuwa anaongea na wanawake. Mzungu anambia, mnakuja hapa kama mnakwenda kushindana na urembo. Sitaki. Mungu ataheshimiwa kwa mataifa yote.
Makanisa mengi leo yamegeuka kuwa kumbi za nini? Entertainment, burudani. Angalia hali ya waimbaji, ni waburudishaji. Angalia sura za wapiga miziki makanisani, baadhi yao utalia machozi. Ni mwanaume kasuka na nywele na kilemba juu, anapiga drums. Alafu mtu ananiambia eti hiki ni kizazi cha hivyo. Mungu ana kizazi? Mungu anaenda na kizazi? Eti kikiwa hivi na Mungu awe hivyo, kikiwa hivi na Mungu awe hivyo. Kwanza unafikiri anaanza leo? Mambo haya yalikuweko toka wakati wa Nuhu, na Bwana akasema mawazo ya mwanadamu ni mabaya toka lini? Ujana wake. Uchafu Sodoma na Gomora, kwani inaanza leo? Uvaaji wa kuacha miili wazi, mbona imeanza Misri miaka 2000 kabla ya Yesu? Mavazi ya bafta, kipi kigeni? Saruni mbona zimeanza zamani? Jezebel alikuwa na saruni zake za kutisha. Cosmetics unafikiri zimeanza leo? Cosmetology ni ya siku nyingi. Cosmetics unaita vipodozi wewe. Cosmetics, hiyo taaluma inaitwa cosmetology, na watu anasomea cosmetology. Kushughulika na self arrangement ndio maana yake, kujipanga. Anaingia ndani anajipanga, akitoka unaweza ukamsahau. Kope kaweka jingine, kucha kaweka zingine ndefu za tai mwanafunzi. Alikuwa mweusi kama kibatari, anatoka kisha kuwa mweupe. Self arrangement, cosmetology, kujipanga mwenyewe.